watu wataanza kupiga nini? Makelele. Wakisema tumevamiwa, tumevamiwa. Nabii wa uongo ni mchawi. Huyo ni Freemason. Anafanya kwa nguvu za giza. Mkisikia hizo kelele mjue adui amebanwa. Ndio. Anasema hata Yesu alipoponya wagonjwa, ndio, Mafarisayo walipiga kelele. Yesu amefunuliwa kwenye madhabahu ya Sinai. Ndio. Amefunuliwa kwa ajili yako. Atakufanyia mambo ambayo kila atakayesikia atamwogopa Mungu aliye juu. Amen, amen, amen. Unaweza kufanya wewe ni kimoja tu, muamini nabii. Oh yes, I believe. Nabii hafanyi vitu kwa kuamini. Nabii anafanya vitu anavyovijua. Ndio maana sitegemei imani yako ili upone. Mimi nimetumwa kukushangaza ili uwe na adabu kwa Mungu. Ndio. Kwa hiyo utake usitake, ndio, lazima upone. Ili uwe na adabu kwa Mungu. Ndio. Piga kelele, sema amen. Amen. Mgeukie jirani yako, mwambie utake usitake. Utake usitake. Uamini usiamini. Amini usiamini. Utapona tu. Utapona tu. Ili uwe na adabu. Ili uwe na adabu. Kwa nini nakwambia hivi? Nakwambia kwa sababu Mungu ameshanielekeza kila kitu. Kila kitu ameniambia. It is done, yes. Nitasimama hapa tarehe 3, sio huyu mnayemuona. Ndio baba. Na hutasubiri mtu akwambie amebadilika. Ndio. Utaona mwenyewe. Ndio. Kwa sababu utaona mahali palikuwa panauma pamepona. Amen. Utaona kibali kilichopotea kimerudi. Amen. Utaona mwanaume aliyekutelekeza na kutafuta. Pokea upako maradufu. Napokea upako maradufu. Sema Tulia kidogo. Tulia kidogo mwanangu. Nabii ni kipawa. Ni mtu ambaye anaelekezwa na Mungu. Okay. Wana wa Israeli walikuwa hawaamini kama maji yanaweza kutoka kwenye mwamba. Walikuwa hawaamini. Lakini Musa aliwaonyesha. Si ndio? Ndio. Akapiga mwamba, maji yakatokea. Waliokuwa wanazimia wakanywa maji kutoka kwenye mwamba, si ndio? Amen. Kwa mazingira ulionayo wewe, nikikwambia mwakani unajenga gorofa. Yes daddy, I receive. Utashangilia lakini hautaamini. Naamini. Maana nabii uko nyumbani. I believe. Kwa nini? Kwa sababu umepigika sana. Babu alikufa hana nyumba, baba hana nyumba, wewe mwenyewe una nyumba. Utafikiria mwakani nitajengaje? Lisikilize neno la Bwana. Amina. Nitakapotabiri hili neno, ndio, litakuja juu ya maisha yako. Ndio. Hili neno litakuwa Mungu kwako. Ndio. Litakuongoza namna ya kupata mafanikio. I receive. Fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ya Bwana. Fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ya Bwana. Nenda ukapate dhahabu. I receive. Nenda ukapate fedha. I receive. Pokea hiyo neema na useme Pokea. Naomba uketi. Yes daddy. Naomba uketi. Upako niliopewa na Mungu mwezi wa kwanza, ndio, mwaka 2025, ndio, ni upako wa kutajirisha. My God, napokea.
Nilitangaza hivyo kanisani na niliwaambia watu wa Mungu pale Morogoro kwamba mwaka huu kila nitakayekutana naye Ndio. na akakutana na mimi Ndio. lazima pokee nguvu ya kupata utajiri. Yes. Wewe ni kuonyeshe kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:15, 16, 18. Biblia inasema fedha yako itakapoongezeka, Ndio. dhahabu yako itakapoongezeka, Ndio. mifugo yako itakapoongezeka, Ndio. kila ulicho nacho kitakapoongezeka, usimsahau Bwana Mungu wako Ndio. ukadhani ni nguvu yako imekupa, Ndio. bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, Ndio. maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Amen. Kuna nguvu ninazo mwaka huu, Ndio. nimepewa Yes. za kukupa utajiri. Napokea. Sasa wewe niamini mimi, manake nikiwaangalia kwa macho haya ya kibinadamu mmechoka sana. Nikiwaangalia kwa macho ya kiroho, Ndio. ninyi ni matajiri. I receive. Munahitaji upako wa utajiri. Napokea. Listen. Nisikilize. Unaweza ukawa tajiri lakini hauna utajiri. Tajiri ambaye hana utajiri ni nani? Ni yule mtu ambaye ana mawazo ya kitajiri. Hapendi kuwa mpangaji lakini mpangaji. Hapendi kutembea kwa miguu lakini hana hata baisikeli. Huyu ni tajiri ambaye hana utajiri. Sasa huwezi kumtajirisha mtu ambaye asili yake sio tajiri. Lazima ukutane na tajiri ndio umpe utajiri. Ndio. Hamjanielewa? Taa isiyo na mafuta inawaka. Lofa bwana ni lofa tu. Ukimwambia hapa wiki hii ni ya kupata utajiri, yeye anashangaa. Hata niwape makaratasi hapa, kila mtu aandike mahitaji yake. Utakuta mtu kaandika naomba baskeli. Ndio iliomo wapi? Moyoni. Kwa hiyo hata mpe upako wa magari, kwa sababu yeye ni lofa, hata haumsaidii. Lakini kiwaangalia hapa, tunao matajiri hapa. Ndio. Tarehe 3 mwanangu, Ndio baba. takuwa naachilia tu upako na Napokea. wangapi wanaelewa ninachosema? Amen. Yaani wewe kupata dhahabu hautasubiri kipimo. Unafumba tu jicho moja hivi, unaona pale ni kuchimba na pale. Napokea. Wangapi wanaelewa hiyo? Ndio. Hebu vijana njoo chukua hiyo nyota. Ole wenu mwe maskini sasa. Nimeshawapa hiyo. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Tayari inatosha. Haleluya. Mmechukua hiyo au mjachukua? Umechukua au hujachukua? Nimechukua. Pokea tena. Napokea. Ringson dadi basupa. Ngoja nikuonyeshe. Biblia inasema Yesu alimwambia Petro, nenda peleka nyavu kilindini. Petro alimwambia Yesu, hakuna samaki. Yes. Akamuuliza kwa nini? Akasema kwa kuwa tumefanya kazi usiku kucha hatujawapata, na sasa kumekuchwa.
Kwa hiyo hakuna samaki. Yesu akamwambia, shusha nyavu zako kilindini. Aliposhusha kwa neno la Bwana, akapata samaki ambao hajawahi kupata, hadi nyavu zilikuwa zinakatika kwa wingi wa samaki. Ndio. Petro huyo alitumwa akapeleke ndoana. Samaki wa kwanza kumpata atakuwa na shekeli kinywani. Akapata shekeli 2 ndani ya samaki. Yesu alikufa katika hali ya umaskini ili tupate kuwa matajiri. Ndio.